to the family of our brother and our friend Cyrus Jirongo. We are still recovering from the shock of his death, which was very shocking to all of us. But what is even more shocking, it's emerging that there are various versions of how he met his death. And even as we say pole to Jirongo's family, this is a matter of serious concern to the family, to the community, to his friends and relatives, and to the country as a whole. Cyrus having been a top leader in this country, a party leader of the UDP party, a party leader of KADU, and having been a minister, cabinet minister, and a member of parliament, and a leading businessman, not just in Kenya or in East Africa, an international businessman. So this is a matter of great concern, and as we mourn, we are here today with our fellow party leaders to condole with our fellow party leader of the UDP party. We are here with His Excellency Kalonzo Musyoka of the Wiper Patriotic Front. We are here with His Excellency Rigathi Gachagua of the DCP, with his very able deputy, Senator Malala here. We're here also with the party leader of the PDP party, Honorable Mingo Magara. We're here with Senator Zoroba, senators, members of parliament, and many leaders who are here. And we take this opportunity to thank the committee that is led by mzee wetu ambaye tunamheshimu sana, Honorable Fred Gumo, who is leading that committee. Honorable Philip Kisia and the team, committee members are here. So far, the plans are underway for his burial on 30th in Lumakanda in Lugari. And we want to thank the committee for the leadership they have provided in this matter, even as we demand investigations, thorough to be done, and Kenyans to be told exactly what happened that morning. How Cyrus was in Karen at about 11, close to midnight, and he was found in Naivasha, in a different county, the same night. And that morning he made his tragic death. Let me, before I invite the party leaders to say pole, invite Senator Malala, who was Jirongo's senator and a leader from Kakamega County and Western, to say a word before we invite the party leaders to pass their condolences. Asante sana. Jinsi vile ndugu yangu amesema, tumekuja leo hapa kuomboleza kifo cha ndugu yetu mkubwa Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Ningependa kusema pole sana kwa familia na kwa watu, jamii yote ya Kakamega County kumpoteza kiongozi kama Cyrus Jirongo. Jirongo alikuwa kiongozi yule ambaye alikuwa na msimamo dhabiti, kiongozi yule ambaye alikuwa wa kusema ukweli, na tumesikia uchungu sana kumpoteza kiongozi kama Cyrus Jirongo. Vile ndugu yetu Eugene amesema, tungependa maswali kadha wa kadha yajibiwe. Kwanza tunashangazwa sana kwamba masaa karibu 72 yanaisha na paka sasa hivi hatujaambiwa ni akina nani wale walikuwa katika ile basi ya Climax. Hatuwezi kuwa na Waluya 65 wanasafiri wakienda nyumbani, wapate accident ambayo ndugu yao amekufa, alafu hakuna jina hata moja. Tumeambiwa masaa 72 baada ya kifo ya Jirongo, hakuna jina hata moja kutoka kwa Climax bus. Tungependa kuambiwa hiyo basi ya Climax ilikuwa imebeba wakina nani, sababu basi ya kwenda Busia inabeba Waluya. Haituwezi kuwa tumempoteza Mluya hapo, alafu jamaa mmoja peke yake ndio anakuja kusema kwamba alihusikana na hiyo accident. So masuala haya sisi kama jamii tunasisitiza Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia uongozi wake aambie hao DCI kwamba we want those answers. Hatutaki maneno ambayo imeanza kuwa katika magazeti leo. Mnaona wanaanza kuwekelea kusema kwamba kulikuwa na handbag katika gari. We don't want those side shows. Tunataka tuambiwe wale watu 65 ambao yule dereva alisema walikuwa na yeye, walikuwa wapi? Hawakupiga picha yoyote, ni akina nani? We want those answers. So we are saying that tumekubali tumepoteza ndugu yetu, lakini tunataka hayo majibu. And the buck stops at the president himself.
Yeye aamurishe vile anaamurisha vitu zingine, aamurishe masuala haya yafanyike. Rais William Ruto, tunakuomba kama jamii, tafadhali amurisha DCI, amurisha wale watu wote kupeleleza maneno haya Jirongo. Kabla tumzike, tunataka majibu haya. Tungependa tumwalike former speaker Mheshimiwa Justice PDP kwanza and then speaker. Okay. Let me also take this opportunity to pass my sincere condolences to my fellow party leader, CJ, as popularly known. I had occasion to share parliament session with CJ. He was a good man. As somebody said, the most philanthropic lawyer ever seen in this country. As my colleagues have said, surely you cannot have one person making a statement. We have had several occasions where we've had accidents. We have passengers coming out to say something. I think it's deliberate also that in law, you cannot have collaborative evidence with one person. I think we expect that the owner of that bus, at the center of that bus, we know the people who are in there, and at least they can come out and say what it is. I know Jirongo was extremely critical to this administration. If you're intolerant, please let us leave. What we are passing to this administration, if truly you feel completely, hurt with our criticism, correct it or let us leave. And by the way, we can't make everything casual as it is. When somebody dies, when you bury them, that's about it. Life is sacred, and nobody's got a right to take life. We need accountability, and we need proper investigations that no stone should be left unturned, not by word, but by action, that we should know that it's Jirongo had a family, and of course a big family that was responsible to. We cannot just wish it away, but get the truth, go to the bottom of this matter, and the buck stops with head of state, Honorable William Samoei Ruto. We'll have the Speaker and the DP party leader, the Honorable J.B. Muturi, a great friend of Jirongo's. Karibu. Yeah, I joined my colleagues this evening in paying my condolences both from myself, my party, and members of my party to the family of my friend, the late Cyrus Jirongo. As has been alluded to, there are many gray areas that have not been addressed. I would just want to call upon those responsible for the investigations to ensure utmost transparency in the manner they're going to conduct those investigations. As it is, 72 hours since the passing on of our friend Jirongo, very little has come through. And we are, by delaying coming out with what exactly happened on that day, we are allowing for speculation, and we cannot take lightly that our brother, the CJ, just passed on in the manner that has been casually described by those that have spoken about it. We want as many people as possible as witnessed the accident or the incident, because it might not just have been an accident, it might have been just an incident. Describe what it is they saw and what it is they saw others do leading to and after the accident. Thank you very much. Thank you. Before we bring the DCP and the Wiper Party leader, we have a friend of Jirongo's here from Bungoma County and my deputy party leader, DAPK, the Honorable Wafula Wamunyinyi. Hata na mimi nataka kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Jirongo. Tumehuzunika sana. Jirongo ni mtu ambaye tulikuwa tumependana, amependa watu wengi. Na kitu ambayo inafanya tusikie vibaya ni namna kifo yake ilitokea. Kuna watu, marafiki zetu na mandugu, wale walikuwa na Jirongo, Karen, dakika ya mwisho saa 6:30. Wale waliwachana na yeye saa hizo, na wale walikuwa na yeye hapo Karen kabla aondoke hapo, watueleze. They must also come out clear, wajielezee vizuri mpaka ieleweke. Kwa sababu hamwezi kana mtu natoke peke yake na ajui watu wanaenda nyumbani na yeye anapita naenda Nakuru. Alifaa kuja hapa nyumbani. Ilipatikanaje Cyrus ako Nakuru County?
na alitoka saa 5:30 Karen huko kwa hoteli. So I'm just asking, polisi wakichunguza pia hawa mandugu zetu na marafiki waliokuwa na Cyrus wajielezee vizuri. They should come out clear. Asante. The Wiper Patriotic Front. Thank you. Leader His Excellency Kalonzo Musyoka. Yeah, na mimi pia najiunga na wenzangu viongozi na hata wananchi kwa jumla kuomboleza kifo cha ndugu yetu Cyrus Jirongo ambaye alifahamika kama CJ. Mimi nimepata fursa ya kufanya kazi na CJ kwa karibu. More recently wakati tulikuwa katika One Kenya Alliance, yeye akiwa kiongozi wa UDP na wale wengine kabla ya One Kenya Alliance kuungana na Azimio kuunda Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kwa hivyo tulipata nafasi ya kufanya kazi pamoja, kutafuta kura pamoja. Nimeona these smartphones are very interesting. I was saying soon after kusikia ndugu yetu ametuacha, na unafungua hiyo simu katika photograph section kuletea tu picha pale. Kaniletea picha ya Cyrus Jirongo tukiwa na Martha Karua na George Wainaina, because Kanu was also with us that time, One Kenya Alliance, and alafu tulikuwa na Moses Kuria pale kwa hiyo picha kwa shamba mahali tukifanya strategy, tukiulizana tufanyeje. Hiyo ni kabla ya uchaguzi wa 2022. Sasa hivi tuna huzuni kubwa sana kwa sababu wale walimjua Cyrus Jirongo watakubaliana kwa kauli moja kwamba Cyrus Jirongo alipenda nchi yake, alikuwa kiongozi ambaye hafichi ukweli. Vile ndugu Rigija ataelezea, he never hid the truth. He will just tell you as it is. In fact hata bila kuonyesha emotion, lakini anakuambia ukweli jinsi ambavyo alikuwa anauelewa. Kwa hivyo wakati kama huu najiunga na viongozi vile vile kuuliza Wakenya wanataka kujua ukweli. Je, hii ilikuwa ni ajali ya kawaida ama ni ajali ambayo imebuniwa na watu fulani? Ubunifu ni wa aina nyingi. Sasa hivi kutumia vyombo hivi is very easy to monitor. Sasa hivi my son knows I'm here, anaangalia tu ile app anajua niko hapa at any given time. So unaweza kutumia vyombo hivi na kupanga mambo hatari. Hatusemi kwamba hivyo ndilivyofanyika, lakini tunataka ukweli ujulikane, udhihirike wazi, ndio wakati tukienda kumpumzisha ndugu yetu CJ, kila mmoja wetu angalau amepata kuridhika. Lakini iwapo kutatokea maneno ambayo hairidhishi, basi Wakenya hawatakubali uzoefu wa kwamba siku hizi mtu anaweza tu kuwa banked off, kuwa taken out and life continues. We owe it to our brother Cyrus Jirongo kufuatilia kwa umakini sana swala hili, na sio tu accept and move on. I don't think this is a case for accepting and moving on, because here is a true Kenyan, a leader who was fearless and regionally very well known, very well connected. And so I just want to say pole sana kwa niaba ya chama cha Wiper Patriotic Front kwamba tumempoteza ndugu ambaye alikuwa wa kuaminika kwa mipangilio ya siasa zetu na hata future of this nation. Poleni. Kiongozi wa DCP, His Excellency Rigathi Gachagua. Thank you very much. I also join my fellow leaders in coming here to condole the family of the late Cyrus Jirongo. We have spent some good time with the family, and I want to join my fellow leaders and Kenyans in saying that the family explains to us that they are in anguish because
there are too many questions and answers. I think we want to urge for speedy, exhaustive, transparent, credible investigations so that the truth can be known and the family can rest knowing exactly what happened to their husband, to their father. The stories that are being advanced are not making much sense, and I think there is need for clarity, because when I remember in 1975, J.M. Kariuki was at the Hilton Hotel, and he was called by his kinsmen, people he trusted, and he was never seen again. So Kenyans are asking, who are the last people to be seen with Cyrus Jirongo? Why are they quiet? Mostly they were his kinsmen, people he trusted, people he knew. Why are they quiet? We haven't heard them give a good account. Speaker Wetangula, he should have given a very good account. What was his plans? Where was he going? What was happening? And other people who are with him should come out and give clarity so that the family can be settled and Kenyans can be settled. Otherwise, we want to say pole to the family and to say that we need urgent, transparent, credible investigations so that Kenyans can be clear. There is no foreplay, there is no monkey business. And the explanations that are being given by only one person need to be collaborated because it doesn't sound right at all that only one person seemed to be able to give an account of what transpired, yet there were just too many people around. That's what I would like to say. Thank you very much. Okay, I think we'll invite Honorable Gumo, Chair of the committee, just to give us the way forward on the plans, including the post-mortem, the burial, and other arrangements. Well, thank you very much for coming to mourn with us. As you have said, Jirongo ni mtu ambaye alikuwa amejulikana sana na kila mtu katika Kenya, na watu wengi walistuka vile alifariki. Hata sisi tumestuka. Na yale mambo mama mnauliza ni mambo ambayo kila mtu anauliza. Sio maneno mapya, kila mtu anauliza hayo maneno. Kila mtu ambaye amekuja hapa anauliza. Kuna jambo moja tu ambayo lazima niseme ambayo Bwana Gachagua amesema about the speaker. Speaker tumekuwa hapa naye. Ilikuwa jana, is it? Was it yesterday? Sunday. Tulikuwa na speaker hapa Sunday. Mimi nikiwa kwa kiti, mimi nilimuuliza, Bwana Speaker, wewe ndio ulikuwa na Jirongo last. Hebu tuambie what happened. Na kweli Bwana Speaker alituambia walikuwa wamesikizana kukutana na Bwana Jirongo kule Karen saa 2 ya usiku. Na kweli walikutana pale saa 2 ya usiku, wakakaa pamoja mpaka saa 3:30. Of course hawawezi kukaa tu wakiangaliana. Pengine alikuwa anakunywa uji. Sasa ilipofika saa 3:30, Speaker akasema, tafadhali kesho niko na kazi mingi asubuhi, wacha mimi niondoke. Kwa hivyo Speaker aliondoka pale saa 3:30. Jirongo alibaki pale na marafiki wengine wawili nafikiri. Na mwenye hoteli hapo pia alikuwako. Wakakaa mpaka karibu saa 3:30. Sasa wakawachana saa 3:30. Karibu saa 5:30. Saa 5 Mheshimiwa Khaniri alimpigia Jirongo simu. Wakaongea, akamuuliza, bado uko pale? Sema ndio. Wewe sasa tafadhali nenda nyumbani. Jirongo akasema, I'm leaving in a very short time. Basi baadaye akatoka pale, akaingia kwa gari yake, alikuwa peke yake, akaenda kukuja hapa. Sasa yale alifanyika hapo katikati na Karen na hapa
ama Naivasha ama Nakuru, kwa maana hatujui. Unajua ukitoka upande ule unaweza kutoka hata Kakamega, kwa hatukujui alikuwa anatoka wapi, but he was now coming from the opposite direction. Hiyo sasa hatujui, hiyo tu peke yake ndio tunauliza, lakini wale isipokuwa ni mmoja tulikuwa tunauliza mwenye hoteli ambaye alikuwa anakaa naye, alikuwa amesema atakuja hapa. Wewe ndio tulikuwa tunataka kuuliza what happened, lakini speaker made it very clear. He told us walikuwa naye for at least, was it 1.5 hours, 2 hours or 2 hours, walikaa pamoja 2 hours, na akatuambia na akamwacha pale akaenda. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo kila mtu anauliza, lakini kesho kuna postmortem asubuhi, tutaweka watu wetu pale na serikali. We hope that after postmortem pengine sasa statement itatoka, otherwise hayo ndio sisi tunajua. Lakini kwa hivyo tunawarudishia asanti, na sisi tutakaribisha kwa matanga. Kwa mila ya Kiluhya unakaribisha kila mtu, anakubaliwa kufika kwa matanga ya Jirongo, kwa maana Jirongo alikuwa mtu wa watu. Hata mimi nikitembea town hapa watu wengi wananiuliza what happened, naambia mimi hata sijui, lakini tunawakaribisha and we expect watu wa polisi kutoa statement, kwa maana hawa lazima watapata maneno ya kusema, watoe